How stupid you are, unachapa wageni. Wale ya pili mnaanza kusema kwamba mnataka kupiga mpaka muue Babu Owino. Babu Owino kijana wenu. Mnaenda kumuua kwa nini? Nani ametembea kwenu? Ya pili, huyu ni James Orengo. James Orengo wakati Rais Jaramogi Oginga Odinga kwenye wili yake, nendeni msome. Kwenye wili yake alisema kwamba Luo community amewachia James Orengo. Na itabidi mbaki hapo tu. Mimi kwa majina naitwa Lukusali Mganga. Mesikia mandugu zangu amesema mambo mengi hapo, wakasema kwamba kama uko na kanzu mambo yako huwezi kuwa na akili, lazima ufanye mambo zingine tofauti. Na nimekubaliana naye kwa sababu hebu jiulize, kama unaweza kwenda Homa Bay na wewe ni wa Homa Bay, uchome hoteli ya mtu wa Homa Bay, watu wale ambao na si moja tatu, na watu wale wako hapo wote wanayefanya pale wote ni Wajaluo, na wale ambaye wenye hizo mahoteli wote ni Wajaluo. Unataka watu wafanye kazi wapi? Kama na unaelewa vizuri kwamba chochote ambacho kimechomwa na mob justice, iwe ni gari, hoteli, nyumba, huwa ilipu na insurance. Jamani, ni nini ambayo mmefanya? How stupid you are. Hapo ni Wamunyoro. Wamunyoro ndiye amekuja hapo kuchoma kweli? Kichoko ni mzuri. Ya pili, wageni wamekuja. Sisi kwetu mahali ambayo nimetoka Machakos, mahali ambayo nimetoka, wageni wakuja kama Kogalo wakija kucheza Machakos, huwa tunaenjoy, tunafurahia kwa sababu tayari hapo tunajua kama tutapata faida, kwa sababu watu watakuwa na wageni wengi, watakula mahoteli. Lakini sasa nyinyi mnachoma mahoteli, mnabomoa barabara. Na ninaona mahali ambayo wakati ambao tumefika pale kwa Mheshimiwa Mbadi, mahali ambayo alikuwa mbunge na ndiye hapo kwa nyumbani, barabara hakuna. Barabara hakuna. Na kila wakati anasema nimeweka signature, pesa mpaka Babu Owino ameuliza vizuri. Je, na mahali hapo ndio kwa Babu Owino? Mahali kwa Mbadi, John Mbadi, mahali ambayo pesa ya Kenya nalala na hakuna barabara. Ndugu zanguni, kwani mnafanya nini hapo? Hamwezi kutumia akili. Na nyinyi kila wakati nasikia mkiongea Kizungu. Kwani Kizungu haina wisdom? Hiyo ni knowledge tu ya Kizungu tu peke yake. Ni Kizungu tu, hakuna knowledge, hakuna wisdom kabisa. Yaani uwezi elezewa mambo na uelewe. Hebu jiulize swali moja rais. Kama wewe ni wa Homa Bay na ulikuwa umedanganya na huyu jamaa ambaye ana meno ya red, huyu bwana Kaluma ule ambaye hajui Aqua Fresh ama Colgate, huyu ndiye amekudanganya muende mchape wageni. How stupid you are, unachapa wageni. Wale ya pili mnaanza kusema kwamba mnataka kupiga mpaka muue Babu Owino. Babu Owino kijana wenu. Mnaenda kumuua kwa nini? Nani ametembea kwenu? Ya pili, huyu ni James Orengo. James Orengo wakati Rais Jaramogi Oginga Odinga kwenye wili yake, nendeni msome. Kwenye wili yake alisema kwamba Luo community amewachia James Orengo. Na James Orengo akikuja hapo mnachukua mama mtupie. Mnabeba panga mkamkata. Au stupid you are, ama ni laana. Jiulizeni jamani. Mambo ya gunism hiyo ni aibu kubwa sana. Nataka kumwambia Raymond Omolo. Mheshimiwa Raymond Omolo, kaa ukijua hivi, wewe si wa kwanza kuwa PS wa Indano. Wa Indano si wa kwanza. Hivyo ambao unasema wewe ni PS wa Indiria. Tulikuwa na sikio Yugi na mambo yako unaielewa vizuri. Kwa hivyo wewe si wa kwanza. Hii mambo ambayo ya blakadabla tunaifahamu vizuri. Endelea na shule zako, lakini uelewe hivi, njia ile ambayo Ezekiel Yugi alipita, ndio hiyo tu nimeshikilia wewe. Na hiyo ni jambo ambayo si kwamba wewe ni kitu kigeni kwetu. Tunaelewa kwamba ni nini ambao unafanya. Ni jambo ambayo inaudhi watu wengi. Pointi ya pili. Nataka tuelewane wazee. Sisi tumeangalia kazi ya bwana Ruto, tukaona kwamba vai na haja qualify. Ukiangalia katika chapter 6 integrity and leadership and integrity, huyu bwana haja qualify. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa kwamba unataka kutawala, unataka kutumia katiba. Hii mambo ya kutumia nini hawa wanaitwa magunzi. Kusemelo katika katiba ya Kenya iko wapi? Mahali ambayo kumeandikwa tutumie nini? Hao wanaitwa magunzi. Unaenda kutafuta watu wabeba mpanga, watu waharibu barabara, watu waharibu mpaka vitu zao. Na ukiangalia mahali ambayo alikuwa anaharibu, kuna mama mwingine hapo, mama ambaye yani ni ibilisi, mtu asiyejua lali wala alamu. Mtu ambaye anasema kwamba Homa Bay inaendelea, tuko ndani ya serikali. Na ile kitu ya maana kubwa hapo ni kisiagi ya mahindi.
Ile kitu ya ni mahali ambapo nilikuwa, si kwamba mahali ambapo naongea story. Ni mahali ambapo nilikuwa. Kile kitu ya maana pale ni kisiagi ya mahindi. Na watu ndio wanasema ati unajua ati hapa hivi tunaendelea. Mnaendelea nini? Lami iko hapo tu kwa town center. Hapa mahali nyingine yote ni matope tu. Na mnasema kwamba tunaendelea, tuko ndani ya serikali. Mko ndani ya serikali mkifanya nini? Mnanyanyaswa ni kama mko Kenya. Tokeni hapo, mwende mjeni watu wengine. Na hakika kwamba raia wale ambao kama ni mwananchi, ule ambao anaishi katika Homa Bay ameamuka na ameanza kuelewa. Kwa sababu ameelewa kwamba huko wanadanganya, wanaweza fanya nini. Huko watu wanatembea, kina Sifuna walikuwa wanatembea, wajaribu kuchanua vijana wenzake. Waweze kuamuka na kuelewa nini ambacho tunafanya. Waweze kuamuka na kuelewa kwamba Kenya inaenda namna gani ili tuweze kusonga mbele na watu wengine. Nenda uangalie kwa Meru, kwa ule ambaye alikuwa Minister of Finance, Bwana Deputy Mwiradia. Uone vile kunakaa. Toka hapo njoo kwa Minister of Finance, wale ambao ametoka kwa Chris Okemo. Uone kunakaa namna gani. Temuka mpaka ukute mahali ambapo kuna mambaka magavana. Booni kwa kina Mulei. Ujiangalilie vile ambao watu wanakaa. Alafu sasa uangalie, urudi kwa mbali, John Badi, Minister of Finance. Uangalie vile ambao kunakaa. Huyu ni ujinga aina gani? Ni kama hapo mahali ya kuishi watu. Kwa nini mnanyanyasa watu wa Homa Bay na hamtaki wachanuliwe? Hao viongozi ambao nyinyi ni wanyanyasaji, na waambia kwamba siku zenu zimehesabiwa na mtakaa sana. Hatuwezi kaa na nyinyi. Tutahakikisha ukweli hao watu wote wamehama, na tutahakikisha ukweli kwamba tumesonga mbele pamoja na nyinyi, na tutahakikisha kwamba Kenya imebadilika. Hatutakaa na kasongo, na amini usiamini. Tukitoka huko jana tulikuwa tumehakikisha kwamba kila mtu anasema one term, na kila mtu anajua, hata Kasongo mwenyewe anajua yeye ni one term. Hii mambo ya kudanganyana, kama nyinyi mnaenda kwa Hussein Kasongo mkimwambia kwamba ati mnataka kumpatia mletee kura za watu wa Homa Bay, hiyo sahau kabisa, kama vile ambao ulisahau na matiti ya mama yako. Hii ni kitu ambacho nakwambia for free. Na kuna watu wengine, kuna kitu kingine ambacho nimeona kama kuna kasoro ya watu wale ambao wako nyuma. Hao ambaye rafiki yangu alikuwa anasema ambao amebaa kabuti. Bado wale ambao hajapitia kisu, mna matatizo yenu. Kwa sababu huwezi kuwa kama mnafanya mambo na hiyo kienyeji na mna expect kwamba tuishi na nyinyi vizuri. Lazima mbadilike na lazima tu change. Hii Kenya ni yetu, na alikuwa na kina Raila hapa. Na tukifanya mambo tutatembea kila mahali. Nasikia Madam Gladys Wanga asema ataka kuwa gavana wa deputy president. Alikuwa anapendekeza hao deputy president. Deputy president wa Kenya mzima. Na wewe mwenyewe utaki kutembea. Ukitaka kuona wanawake viongozi, njoo hapa mahali kunaitwa Nakuru. Uangalie Susan Kiiga bila ambaye amefanya kwake. Bila ambaye mbandiko anafanyika. Hiyo ujinga ambao uko naye, na utaona akienda kuteleza mangunzi. Kama vile ambao unafanya hiyo abracadabra. Bandikeni, na lazima tubadilike, na lazima tuende change. Nikimaliza, young men, hii ni wakati wenu ya kupigania ile ambayo inaitwa economic revolution. Na lazima ujeni wenzako ili muweze kwenda na economic revolution, ili tuweze kutoka from one step to the other. Our generation ile tukiwa young tax tulikuwa tunapigania katiba na multi-party na tulifaulu. Je, hii yenu mtaweza kupigania? Kwa sababu watu wachache ambao wanawadanganya, kwa sababu watu wawili ambao wanawapatia shilingi 200 ukachome hoteli ya mwenzako, ukapiga mangari ya mwenzako. Hii ni makosa ambaye hatuwezi kubaliana nayo. Kwa hivyo tunaomba tafadhali muhakikishe ukweli, kila kijana amejua kwamba maana ya one term ni nini, na uelezee mwenzako. Tuhakikishe kwamba kila mtu wote ameingia one term na tumechange. By next year mwezi wa 8 nataka kuona kuna mingi zimetoka hapo sikio one term. Sifuna ndio the next president of this country, a young man like you. Na lazima ubadilike. Nikwambie ukweli, either ubadilike ama lazima kubadilika, kwa sababu lazima ubadilike. Hii ni lazima, na tuwezi change. Na hakuna njia nyingine ila kwenda mbele, hata rudi nyuma, kwa sababu watu wawili watatu hao ambao wako pale, hata hao wenyewe wametambua hata sisi ni wanaume. Kwa sababu tumekuja hapa mkizuia na kuweka barabara mawe, lakini watu wote waliingia, na ile ambayo tulikuwa tunataka kusema tukasema, na ile ambayo tulikuwa tunataka kuanika watu wakaona Kenya mzima kwamba Homa Bay ndio mahali ambayo watu wakanyangao watu wako. Wale ambayo wanaonyesha barabara kwamba wajaitengeneza, ni kama Homa Bay wajaipata uhuru ile ambayo iko na Wakenya wengine. Kwa hiyo machache, Mungu awabariki na Mungu afungue watu wa Homa Bay macho waweze kuelewa. Asanteni.